Asa chifu habari. Nipo salama hata usijali. Naona. Sasa nataka tuizungumzie hii ngoma ya Pawa. Kitu kimoja nimegundua kutoka kwako, huwa una matumizi mabaya ya vitu ukiwa unamsifia mwanamke. Kwa mfano humu kwenye Pawa, kama sinamaliza kurasa kukusifia. Umemaliza kurasa za kamusi kumsifia. Lakini tukija kwenye ngoma yako ya Your Love, uliimba na msanii wa Davido. Humu ulisema nimemaliza wino kwa kalamu kumsifia. Iyo. Kwenye Pawa umemaliza kurasa, kule ulimaliza wino. Kwa utaratibu huo, sikushauri Mbosso utumie pesa kusifia mwanamke. Utafilisika. Maana nazo utazimaliza, na ukimaliza pesa Mbosso unafikiri kinachofuata ni nini? Aishi wa Pawa. Ndiyo maana yake. My lord. Leo nataka tuondoe mzizi wa fitna. Tunajua kabisa kwamba wewe ni mtaalamu wa mapenzi, lakini umekuwa ukituvuruga. Kila kukicha unatubadilishia syllabus. Kila wimbo unakuja na definition nyingine ya mapenzi. Mbosso, kwa mfano humu kwenye Pawa umeamua kusema hivi: na kama penzi ni chupa la bia nipe sana. Penzi ni chupa la bia. Tukirudi kwenye ngoma yako ya Yala, ulisema hivi: tungezaliwa zamani ningesema penzi togwa. Humu penzi lilikuwa ni togwa. Tukija kwenye wimbo wa Only You, humu ukasema nimebaini penzi ni fumbo. Tukaja kwenye wimbo wa Nipepe, ukasema penzi letu basi kelika bomba la mbele pia. Ukaja kwenye nusu saa ukamaliza kwa kusema kumbe mapenzi ni karanga zinapikwa na mchanga. Sasa penzi ni nini? Chupa la bia, togwa, fumbo, baiskeli, au karanga, au penzi ni nini Mbosso? Penzi ni hadithi za siku nono, iwe kwenye furaha nyakati ngumu. Yani unazidi kunichanganya mtazamaji. Sasa nataka niwaoneshe watu kwamba kila unachokiimba kina chanzo na kina maana. Kila kipande cha kuparamia ukuta ulikiimbaje kwenye Pawa? Mjusi ukuta wa parasta na uparamia. Yes. Sasa watu wanaweza kuhisi unaongelea mjusi, kumbe unajiongelea mwenyewe. Kama mnakumbuka wimbo wa kwanza Mbosso aliotoa akiwa WCB, ule wa Watakubali, kuna hiki kipande hiki. Kwa hiyo mtu anavyokuambia mjusi ukuta wa parasta na uparamia, hatungi maneno. Kesha paramia kuta nyingi sana. Ulevi haujaanza leo. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana we mlevi niumbe njia. Ulevi. Na hata kwenye ngoma ya Moyo uliimba ulevi. Nataka nilewe mpaka asubuhi. Na hata kwenye ngoma ya Nimekuzoea pia uliimba ulevi. Nakunywa gongo najisaidia nguoni aibu. Alafu huwa hutaki hiyo dhambi ikutafune peke yako. Kwenye Pawa unasema kama penzi ni chupa la bia nipe sana niwe mlevi. Au chukue mwenyewe hilo chupa, unataka upewe. Lakini hata watu wako wa karibu tunao kuzunguka huwa unatuponza kwenye ya mambo ya ulevi. Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka niipongeze. Tumwagilie mtima wauni wangu mjisogeze. Safari hii hatujisogezi. Baki na ulevi wako. Mbosso, binafsi mimi sioni haja ya wewe kuendelea kujitangaza kwamba hujasoma au hauna elimu. Kwa sababu kuanzia kwenye wimbo wako wa kwanza ukiwa Wasafi ulisema na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga. Tukawa tumesha kuelewa kwamba wewe kielimu ni mjinga. Lakini kwenye Pawa pia umekuja kutuambia nilifeli sekondari kwenda chuo. Iyo haikuwa na haja, kwa sababu tunajua au pengine labda ni mashairi tu, pengine usikute labda kuna taaluma ulisomea. Unayo? Mimi daktari. Sasa wewe uliona wapi daktari akafeli sekondari? Daktari wa mapenzi. Hapo sawa sasa. Kumbe ndo maana ulisema ulifeli sekondari kwenda chuo. Ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Hapo sasa nakuelewa.
Mbosso, kwenye uandishi wako umeonekana kuwa ni mtu ambaye uko deep sana kwenye dini. Wewe umejikita zaidi kwenye Biblia au na misaafu pia? Na kwa Biblia nashika na masafu. Sawa sawa, upo kote kote, lakini kwenye wimbo wa Pawa kuna vitabu viwili vya Biblia umevitaja mule. Ni kitabu kipi na kipi? Yeremia mstari nifunue ufunuo. Yeremia na Ufunuo. Sawa sawa. Sasa ili wasanii wenzako na wenyewe waweze kuwa na uandishi wa kiwango hicho hadi cha kuhusisha vitabu vya dini, unawashauri wafanyaje? Wasome kwa Zaburi wa Galatia. Asante. Vipi, mbona kama unalegea? Pawa, naishi wa pawa. Basi tupate hata nusu saa ya kupumzika. Alafu tutaendelea tena. Kwake ni kurudi